Hiyo kazi ambayo utatufanyia sisi. Taifa la Kenya likiadhimisha miaka 10 tangu kuvamiwa kwa jumba la biashara la Westgate na magaidi wa Al-Shabaab walioteka nyara eneo hilo kwa siku 4. Walinzi wa binafsi wanaendelea kuisukuma serikali kuandaa na kutekeleza sheria mpya zitakazosababisha walinzi wa kibinafsi kusajiliwa rasmi, kupokea mafunzo na kupewa vifaa vya kujilinda ikiwemo bunduki kulingana na maeneo wanayofanyia kazi. Kupitia kwa katibu mkuu wa muungano wa walinzi wa kibinafsi Isaac Andabwa, uvamizi wa magaidi wa mara kwa mara umeibua msukumo wa kutaka kuboresha utendakazi wa walinzi wa kibinafsi kwa kuwa ni waathiriwa wakuu wakati wa uvamizi wa magaidi. Willy Lusige na taarifa hiyo. Wakenya wakiadhimisha miaka 10 tangu kuvamiwa kwa eneo la biashara la Westgate na magaidi wa Al-Shabaab walioteka nyara eneo hilo kwa siku 4 mfululizo na kuwaua watu 67 wakiwemo walinzi wa kibinafsi kwenye mjengo huo. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo kuhusu hatari ya jukumu wanalotekeleza pamoja na usalama wa walinzi wa kibinafsi. We lost a number of them. Kisa hicho cha Septemba mwaka 2013 kilichotekelezwa na magaidi wa Al-Shabaab kiliwapata Wakenya bila matarajio, huku walinzi wa kibinafsi waliokuwa langoni wakiwa wa kwanza kuathirika. Kisa kilichosababisha walinzi wa kibinafsi kutaka kutekelezwa kwa mageuzi kwenye sera zinazowalinda. We went back to the drawing board and we said we need to have what we call a reform agenda in the private security industry so that we bring them to the bar. Tayari serikali imetangaza kuanza kusajili rasmi walinzi wote wa kibinafsi nchini na kuwapa nambari maalum. Katibu mkuu wa muungano wa walinzi wa kibinafsi Isaac Andabwa akisisitiza pia umuhimu wa walinzi kupokea mafunzo maalum ya lazima sawia na polisi au walinzi wengine. The most important thing that we need to do to empower the private security industry in training, to give them knowledge that is relevant to the various assignment, Walinzi wa kibinafsi sasa wanaitaka serikali kuweka sera zinazoruhusu baadhi ya walinzi wa kibinafsi kupokea silaha za kujilinda ikiwemo bunduki kulingana na mazingira tofauti wanayofanyia kazi, kwa kuwa wao ndo wa kwanza kupatana na washambulizi pamoja na wavamizi. We are not saying you get every card, whatever is carding, to be given a gun. We have a way of identifying the assignment that requires a particular tool of trade. Wakiitaka serikali pia kuweka sheria ya kuruhusu idara ya ulinzi ya serikali kubadilishana habari muhimu kama vile za kijasusi na walinzi wa kibinafsi ili kutambua na kukabiliana na uvamizi wowote mapema. I want to see a private security that is having a lot of connection with other security agents. Pia wamepinga kiwango cha mshahara wa chini zaidi nchini kilichowekwa na serikali, wakitaka kila mlinzi wa kibinafsi kulipwa kwa kuzingatia kiwango chake cha elimu pamoja na eneo la kazi na kuwepo viwango mbalimbali vya utendakazi sawia na taaluma nyingine. It is now high time that the government look into the issue of compensation. They must be ensured. Andabwa akipinga kuwa miungano ya wafanyikazi imeshindwa kupigania maslahi ya wafanyikazi nchini licha ya kupanda kwa gharama ya maisha, akisema walinzi wamepokea nyongezo kadhaa za mishahara hivi majuzi. Or you cannot rate the performance of trade unions by telling us stories of strike. There is no way I'll work with the opposition then I succeed with my members. Cannot work. We work with the government of the day. Taifa likikumbuka uvamizi huo mwaka 2013, mtihani mkubwa ni kwa washikadau wa usalama kujiuliza maswali ikiwa wamejifunza lolote kutokana na uvamizi huo na hatua walizochukua kujilinda. Walinzi wa kibinafsi wanataka kuwepo kwa mabadiliko katika sekta hiyo, ikiwemo kuweza kupatiwa silaha za kujilinda kama vile bunduki, na kando na hayo kuweza kusajiliwa kama walinzi wa kibinafsi na kuwa na viwango tofauti vya malipo. Ila kinachosubiriwa ni kuweza kuona ikiwa ndoto hiyo itatimia upesi. Willy Lusige, KTN News, katika eneo la Westgate, Nairobi. Swala nyeti hilo na tutazidi kufuatilia kuona tamati yake. Na taarifa hiyo ya Lusige ndio inatutamatishia taarifa zetu za KTN leo Jumatano. Tunasema asante sana kwa kuandamana nasi tangu tulipoanza matangazo haya. Namuona pembeni Ken Mijungu
anaandaa taarifa hizi na nyingine nyingi ambazo zitakujia mwendo wa saa 3, ambako vile vile ataandaa mjadala kuhusu hali ngumu ya maisha ambayo Wakenya wanaipitia sasa hivi. Je, kuna mikakati yoyote ambayo imewekwa kudhibiti hali? Je, mikakati hiyo inaleta suluhu? Na ni vipi mwananchi anaweza kusitiriwa kutokana na hali anayoipitia kwa sasa? Atakuwa kijadili hilo baadaye. Kutoka kwangu na wote waliofaulisha matangazo haya, hatuna la ziada. Tunasema asante sana. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara nimeresha Owiti. Mungu akijalia tukutane kesho. Usiku mwema.